52 years ago, miaka 52 iliyopita, when I lost my eyesight. nilipopoteza uwezo wangu wa kuona. Up to age 10, I had eyesight like all of you. Nikifika miaka 10 nilikuwa na macho sawa na ninyi nyote. But suddenly I had some infection in the eye, very, very rare infection. Basi nikawa na madhara katika macho yangu, ugonjwa ambao kweli haujulikani. Because of that infection in the eye, basi manake palikuwa na chepuchepu kwenye macho. The main nerve called optic nerve in the eye, basi ule mshipa ambao unanisaidia kuona kwenye macho, which is connected between eye and the brain, ambao umeunganisha macho pamoja na ubongo, that was damaged. basi huu ulipata kuharibika. I lost my eyesight just within 3-4 days, that's all. Basi nikapoteza uwezo wa kuona kati ya siku 3 na 4 hivi. Now I cannot differentiate light or darkness. Basi mimi siwezi kubagua mwanga pamoja na giza. But when my father took me to the big medical college hospital, Christian medical college hospital in India, na babangu aliponipeleka katika hospitali kubwa ya misheni pale India, they did all the tests. Basi walifanya kila uchunguzi. And they told my father. Na wakamnenea babangu. My father was a village pastor, Seventh-day Adventist pastor. Babangu ni mchungaji kwenye kijiji pale na ni mchungaji wa Sabato. They said this type of infection comes only for children below 15 years old. Wakasema madhara sawa na haya na kujia watoto walio miaka 15 kwenda chini. When that infection comes, lakini madhara haya yanapokuja, in 2 or 3 days, katika siku 2 au 3, that boy or girl will die natural death. Huyu kijana ama binti atakufa kifo cha kawaida. How your son is still alive after getting this infection? 2 weeks after getting this infection, still he is alive. Iweje huyu mwana wako bado yu hai majuma 2 baada ya kupokea madhara bado yu hai? We cannot give any medical explanation how this boy is still alive 2 weeks after getting this very dangerous infection. Basi hatuwezi kutoa sababu mbona ikawa huyu kijana bado yu hai baada ya kupata haya madhara ambayo ni hatari. And they said in the history of this hospital and the history of this medical college, nobody came alive. Basi wakasema katika historia ya chuo hiki na historia ya nakala za utibabu, hamna aliyesalia akiwa hai. Nobody came for treatment because as soon as they got this infection, within 2-3 days they died. Nobody came for treatment to this medical college hospital. Hamna ambaye anakuja kwa ajili ya matibabu, manake pindi tu wanapopokea haya madhara wao wanakufa. Hamna ambaye anakuja pale kwa sababu ya tiba. How this boy is alive, we don't know. Iweje kijana yu hai hatujui. He may die any time. Basi wende kawa amefanya hivyo. Satan wanted to kill me that time itself. Ibilisi alikuwa na kusudi la kuniua wakati ule ule. But I want to tell you, my brothers and sisters, lakini na wanenea ndugu pamoja na dada, 52 years after that event, basi miaka 52 baada ya hilo tukio, when all of those leading medical doctors, eye specialist doctors told, we don't know how long he will live because with this infection nobody can live. Na hawa daktari tajika na daktari wa macho ambao walisema hatujui utaishi muda upi manake ya haya madhara. I'm still in front of you to give a testimony. Mimi bado ni hai kwa ajili ya kutoa ushuhuda. As Satan will try level best to destroy you or to kill you. Ndio ibilisi amejaribu awezavyo apate kukuangamiza ama kukuua. But who is with us? Lakini ni nani aliye pamoja na sisi? Jesus is with us. Yesu yu pamoja nasi. Jesus is more stronger than the devil. Yesu ana nguvu zaidi zake ibilisi. We are told in 1 John chapter 4 verse 4. Yohana 1:4. The one who is in you is more powerful than the one who is in the world. Aliye ndani yetu ni mwenye nguvu zaidi walio katika ulimwengu. Who is in our lives? Ni nani aliye katika maisha yetu? That is Jesus. Huyu ni Yesu. He is more powerful than the devil who is in the world. Ni mwenye nguvu zaidi ya ibilisi aliye kwenye ulimwengu. That's why whatever the trouble Satan may bring to you or your family because you are following the 10 commandments and the Sabbath. Haijalishi shida yako na familia kwa sababu nyinyi mnatunza amri 10 pamoja na Sabato. Don't be frightened. Basi usiwe mwenye kuhofu. Jesus will help you. Yesu ni mwenye kukusaidia. Jesus will keep you safe. Yesu atakukinga, utakuwa shwari. Continue to keep the Sabbath. Endelea kuitunza Sabato. Continue to keep and observe all the 10 commandments. Endelea kutunza na kutii
amri zote 10. Follow the Bible. Hebu fuata Biblia. Then you are the true church. Basi wewe ni kanisa la kweli. Jesus is coming sooner than what we are expecting. Basi Yesu yuaja hivi karibuni pasi na matarajio yetu. Only those true followers of Bible and followers of the 10 commandments, only Jesus will take them to heaven. Atachukua tu walio waaminifu katika kufuata Biblia na amri 10. Get the point. Take a step forward.